Maana tuko tu binti utafikiri kapepo. Hakatuli. Kila kijana kana mchuna utafikiri kadi ya umoja. Yani kila mahali yeye ni kuchuna kushoto, ni kuchuna kulia. Kila ATM aliyoipata yeye ni kukomba, haliziki. Amewapanga vijana bila kufahamiana na suruali zao. Jamaa nafikiri anamwambia baby ni wewe. Ni wewe. Mpe mtihani, mwambie kama ni mimi, simu yangu imezima charge, naomba ya kwako hii nitumie kwa sababu anyway, kwa sababu ni mimi, kwa hiyo haina. Kwa vijana hawafahamiani. Wamepanga foreni, anajua jinsi ya kuwapanga. Hawaonani ingawa wako 50 kidogo. Amewapanga vijana hawaelewani. Yani kila mmoja anachakalika, huyu anatunza, huyu anafanyaje. Anaweza kawaomba pesa za kusukia 10, wote wakatoa, akasuka za mtu mmoja. Hao wengine wanaambulia picha. Baby. Kwa hiyo jamaa unafikiri ni pesa zako, kumbe yuko mwingine mwenzako. Unajua vijana hamujielewi. Wengi mnaishi kwenye mitara isiyojulikana, kwenye mitara isiyo rasmi. Yani katoto kadogo kanawaendesha wote mpaka mnaitika abe. Huyu anageuza kushoto, huyu kulia, huyu kushoto, huyu kulia. Hamuelewa. Alafu bahati mbaya huto tubinti nacho tusema sio kwamba ni tupagani. Tumo kanisa. Mama we ni mke wa mtu, unashinda tu umo na mkanyaga. Baba ndo anaogesha vitoto, ndo anavipikia. We unarudi saa 4. We ulikuwa wapi? Kwenye huduma. Baba anasema sasa hii ndoa imekaeje? We usimpinge Mungu. Usimpinge. Mimi nimejitoa kwa Bwana. Lakini sasa hukuolewa na huyo bwana, umeolewa na mimi, ambaye na mimi nahitaji huduma, na mimi nahitaji umukanyage shetani hapa. Amen. Lazima tumie akili. Ndio wale wengine wanatuheshimu wachungaji, hawaheshimu waume zao. Yani akinisalimia mchungaji, baba. Nguvu ya kujua. Wefikiria kijana, unahangaika na kabinti, we unajikomba, unakanunulia nguo, unakapeleka saruni, umekanunulia simu, unahangaika nako kuliko wazazi wake. Yani wakati mwingine wazazi kanawaambia tu ada imelipwa nana. Achana msimu kopo sio kanadanganya. Kumbe kuna kijana ka watu kanauza mpaka vitu vya wazee. Beba na sabufa akakatoto kasome, beba na TV za wazee katoto kasome, kanauza na mashamba ya wazee katoto kasome. Anakahangaikia we. Alafu siku nyingine unakuja kujua kwamba huyu binti unayehangaika naye unaiona ile VX ile imekuja kumchukua. Wanaenda wapi? Kufanya assignment somewhere. Halafu unatulia pale, unakuta hako kweli kanakuja, kanamkumbatia, halafu wanaingia. Hivi macho yangu ndo hivi naona sawa. Unasikia mtu anatafuta kamba zinauzwa wapi? Unamuuliza za nini? Unataka kufunga ng'ombe? Hapana, kamba zinauzwa wapi? Anataka ajininginize, ajimalize. Hasara ya kujua. Maana tuko tu binti utafikiri kapepo. Hakatuli. Kila kijana kana mchuna utafikiri kadi ya umoja. Yani kila mahali yeye ni kuchuna kushoto, ni kuchuna kulia.
kila ATM aliyoipata yeye ni kukomba, haliziki. Lakini hawajamtafakari pia upande wa pili. Unajua siku zote nawaambiaga, hakuna mtu mbaya completely asiyefaa kwa kitu chochote. Hayupo. Hata kitu kikiitwa takataka, ujue upande wa pili ni mbolea. Inategemea tu wewe umeangalia upande gani. Amen. Duniani hakuna mtu asiye na faida kabisa. Inategemea na matumizi. Amen. Unanisikia? Sasa huyu mama watu wamemsema kwenye umalaya tu. Nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza, nikawaambia mimi ndiye ambaye Mungu amenipa neema ya kuwatetea watu wasio na watetezi. Nilihubiri hapa siku moja, nilimtetea Yuda. Nilisema nataka nifundishe, miaka hiyo ya nyuma, nilisema nifundishe mazuri ya Yuda. Watu wakashtuka. Yuda Iskarioti ana mazuri yoyote Yuda? Ni kwa sababu nyie mnamfahamu Yuda wa mapokeo, hamjamfahamu Yuda wa Biblia. Unajua Yuda wa Biblia ni tofauti na aliye kwenye kichwa chako. Yuda aliye kwenye kichwa chako hafai, mbaya, mpenda pesa. Hawahi kuonja muziki huo. Ndio maana uweze kukuta mama na mimba iko hapa, anatembea kama gari na pancha. Alafu pamoja na hiyo mimba anamhudumia mwanaume aliye frat. Mwanaume yuko frat, anasema naomba chai, chai, chai. Mama anaenda na tumbo lake chai. Anaenda. Amemaliza kunywa chai, anasema alafu unipeleke na maji ya moto bafuni. Anabeba, yuko 2 in 1. Anapeleka maji bafuni. Alafu Jamali naenda kuoga, halijakumbuka taulo, halijakumbuka sabuni, hajakumbuka chochote. Anaenda, akifika kule bafuni ndo anasema niletee na taulo, niletee na hiki. Ndio maana kuna wakati niliongea maneno magumu, mnisamehe. Nikasema kuna wanaume makatiri kiasi kwamba hata ukimwangalia tu hivi Paku nasema kama kuna shetani anafananaje kama sio huyu? Anafananaje kama sio huyu? Unatamani uweke posters, uweke kibao cha direction kwamba if you want to see. Na wakati heshima zote zina gharama. Kwa hiyo wanasema ukitaka kumjua mke wako anakupenda kiasi gani, fanya nini? Filisika. Ukitaka kuijua tabia ya mkeo ikoje, ashike hela kukuzidi wewe, awe na biashara kubwa kukuzidi wewe, awe na miradi mikubwa kukuzidi wewe. Hawa wana kauli hawa. Hivi viumbe hivi. Ndio maana mtu mmoja akasema Biblia imesema wanawake ni viumbe dhaifu. Nikasema hujasoma Biblia. Kamuulize mzee wa hekima Petro, alisema muishi navyo kwa akili. Hasa kama vitu dhaifu huwa vinaishiki na watu kwa akili, sasa ndio utajua kwamba kwa nini Biblia inasema uishi naye kwa akili. Hasa mtu mwenye dhaifu utaishi naye kwa akili. Kwa hiyo wakati mwingine na mengine naongea hapa, kuna wamama ambao wananyanyasa waume zao mpaka wanaitika abe, wako hapa na wanasikiliza. Na wengine hati inawezekana kamwachia na katoto, mzee wa watu saizi yuko kwenye sofa, anasema naenda kwenye mkesha, bembereza, nywesha maziwa mpaka nitakaporudi. Na mimi nita hey. Wanaume ni vile tu Mungu alitupa sura ya ugumu, na hatukiwa kwenye mateso hatuendi kwenye vyombo.
kwenda kujitetea kwamba jamani nanyanyaswa, unaona watu watakushangaa. Kwa hiyo unaamua kufa na tai shingoni. Wanakuuliza habari za nyumbani, unasema tunaendelea vizuri, my wife is doing well. Lakini kumbe uko kwenye kakoroboi, kwa Kiingereza cha Mbeya, uko kwenye kibatari. Usiwaone kuna wanaume wengine utafikiri kazeka na umwa. Hapana, ni mzima na afya yake kamili. Manyanyaso anayopata kwa mkeo yamemkondesha. Ndio mnaona kuna watu ni matajiri lakini hawana raha. Kwa nini hawana raha? Mali zao zinawasuta, kwa Kiswahili cha Tanzania. Yaani wanaishi kwenye guilt. Kila wakati hana raha na mali zake. Hebu niambie, mtu mwenye moyo mbovu, wengine wako tayari kunyang'anya na maploti ya watu. Anajua kabisa hii ploti sio yangu, lakini anatumia fedha. Ananyang'anya ploti ya mtu, anapandisha hapo jengo, lakini kila akiliona jengo, roho inamsuta kwamba ulijenga kwenye ploti ya mtu. Ndio unaona mtu mnampongeza, asante kwa ujenzi, umejenga jumba la maana. Kumbe hana amani. Yaani kuna kitu kinamsuta. Kuna kitu kimejenga guilt ndani yake kwamba eneo hili hukulipata kwa njia halali, eneo hili ulizulumu mali za mtu. Na wengine, yani roho ya Mungu ikiondoka ndani yako, unaanza kuona vitu vina thamani kuliko watu. Wale mnaosoma Biblia, umewahi kusoma kitabu kile cha Luka, habari za mwana mpotevu? Umewahi kusoma? Angalia yule kaka mtu, mdogo wake wakati amepotea, yeye alikuwa na amani tu. Amesikia mdogo wake amekuja, alafu na baba yake amemchinjia ng'ombe aliyenona. Mwangalia huyu mtu, anasema yani baba, huyu jamaa alikuwa hayupo nyumbani, ametumia mali vibaya, amerudi, unamchinjia ng'ombe. Akasema mdogo wako alikuwa amepotea, alikuwa amekufa, lakini sasa amepatikana. Huyu jamaa amechukia, hataki hata kurudi nyumbani. Kwa nini? Yani kwake ilikuwa bora baki na ng'ombe kuliko mdogo wake. Unamuuliza umeoa? Ni kama umeacha watoto ushako, wewe uko hapa, nimekuja kutafuta maisha, alafu umeyapata, unakula na malaya. Mke wako ulimwahidi naenda kutafuta, nikipata nitakuja kukuchukua. Sasa huna mpango, umekapata kama malaya kanalembwa macho kama kanakufa jioni, ndio unakaa nako. Mke wako yuko kijijini huko anateseka. Alafu tukihubiri, mchungaji, punguza ukali wa maneno. Hicho kichwa ndio cha kupunguziwa mahubiri hicho. Kuna vichwa vinatakiwa nyundo. Yaani napigwa paka nasema, hii imefika. Kwa sababu watoto wa kule kijijini hawana baba mwingine, ni wewe uliwaleta duniani. Watoto hawachagui pa kuzaliwa, wanajikuta tu wametokea. Unafikiri watoto wangekuwa wanajaza fomu kama wanajaza fomu mimi nizaliwe kwa baba huyu? Hebu niambie ukweli, wangekuchagua wewe? Wangekujaza wewe na kichwa kibofu namna hiyo? Lakini sio kwamba Mungu hajakubariki, amekubariki. Lakini zile baraka ambazo Mungu alikuwa amekupa kwa ajili yako na familia hawaipati. Huyu mama amekataa kuolewa. Mjinga, kadiri yule mwizi wako anavyoiba, shetani atakuletea taarifa. Pakujue kama mume wako sio mwaminifu. Utajua kwa njia ya message. Siku moja utasahau simu mezani, alafu shetani kwambia angalia macho, unaangalia ndio message inaingia tutwe. Alafu ndo unaiona pale juu. Kuna misimu mingine ya hovyo inaleta message kwanza, alafu inazama.
Sasa ikiingia chochote ndio shetani anakuambia angalia hapo. Dia, ulifika salama jana. Kwa kweli ilikuwa mechi fire. Wakati sisi tunaimba kanisani fire, kuna mwingine jana alikuwa na fire. Alafu hiyo message inazama. Mama nasema, baba natoka huko. Fungua hiyo simu. Imefanya nini? Fungua. Mimi nishakwambia achana na simu yangu. Hapana, kwa leo tu. Fungua, kuna message nimeiona. Shetani amefanya chini mpaka ujue. Kwa sababu kazi ya shetani ni kukuumiza moyo wako. Ndio maana utafanya umara ya kisiri, utafanya sio vitu kisiri, ipo siku hiyo siri shetani ataileta wazi. Mahali ambapo hutaikataa, ameweka na evidence zote. Shetani hajawahi kuwa rafiki wa mtu. Hana rafiki duniani. Yani anapokutendesha dhambi, lengo lake ni kukuaibisha mbele. Ndio target yake. Amen. Unanisikia? Kwa hiyo kama Mungu anatafuta waabuduo halisi, hata sisi tunatamani tuishi na waabuduo halisi. Kwa sababu hao ndio hawatatusumbua. Wewe kuna mchungaji gani ambaye hapendi waumini wanaoabudu katika roho na kweli? Mchungaji gani? Mchungaji yote anataka waumini safi, walio serious na ibada. Hawezi kutumia nguvu kubwa. Hana muda wa kufundisha tithe kwa nguvu paka watishie. Usipotoa utagongwa na gari, usipotoa utapata corona. Kiamka asubuhi mimi mchungaji mimi mtume. Kila mtu akisema mimi mchungaji mimi mtume. Akikosa kazi ya kufanya amemaliza chuo kikuu Bible mkononi. Mimi mchungaji haleluya. Na sauti inabadilishwa haleluya. Haleluya. Johnny Arroyo. Asemi leo Johnny Arroyo. Na sauti imebadilika Johnny Arroyo. Bwana natemea maiki mat. Bwana unajua mtumishi. Ukisema hivi Bwana Yesu wala hakukubali. Bwana unajua wewe mtumishi. Sauti inabadilika na sauti linafoka. Ili wao wako hoi kazi yao. Amen. Bas, una mahali wanapewa hela watu wenyewe wako pale kazi yao kupiga vigelegele. Miaka yote wanasubiri pengine watapewa. Wanataka waambiwe mambo mazuri. Ibada za kawaida hizi ukiwaambia mambo ya kawaida tu ya kumtii Mungu, kumwamini Mungu, kumcha Mungu aende mbinguni, hiyo hawakubali. Wanataka waambie pokea, ni mwaka wa kufunguliwa. Kila siku mwaka wa kufunguliwa. 2022 wameambia hivyo ni mwaka wa kufunguliwa. Amen. 2023 ni mwaka wako wa kufunguliwa. 2024 ni mwaka wako wa kufunguliwa. Hapo ndio wanafurahi kweli. Daka gari yako. Endesha gari. Unasikia mpaka nyimbo wakati wanaimba haro mbinguni, nataka dola. Majitu yani. Hadi mbinguni unapiga simu upate dola. Haro mbinguni mimi nimecheka kweli na vidole vyao wameninginiza usiku wale mavu haro mbinguni nataka dola. Yani unawaona watu wazima wasomi wajinga. Waache wakaangwe. Waache wauawe kwa ujinga wao. Wale wanaowaua sio hawana kosa watajuana na Mungu mbinguni. Hao wanaokwenda kwenye ujinga. Ninaona nilikwambia bange na wewe mgomvi nani? Mgomvi wewe bange unalifuata. Ukiona familia ni makwaro lingi kila wakati makwaro, wanaanzia mpaka dawa ya mswaki ya meno yale. Colgate. Wamekosana mpaka mtu anahama chumba. Colgate. Unamuuliza kwa nini? Haiwezekani. Colgate baada ya kuminya mwanzoni ameminya katikati. Yaani Colgate imekonda. Sasa mwanamke gani? Mwanaume gani anakondesha dawa? Sasa Colgate. Ndio maana niwaambia stress zingine unazitafuta tu. Kwani Colgate shingapi? Shingapi hapa Kenya? Kale kadogo. 50 100. Kubwa kidogo 200. Unashindwaje umwambie mke wangu, wewe hujui kuminya. Hii ya kwako hii, minya ikonde kabla ukimwi. Mimi ya kwangu tatumia hii. Nitatoka nayo chini, nitakuwa na minya pole pole mpaka itakapoisha. Kila mtu atumia ya kwake. Problem solved. Unajua kuna wazee ambao ni watenda dhambi walio retire. Wazee wengi ni retirement wa dhambi. Hujawahi kuona mzee amezeka lakini bado anawaza umalaya. Kabinti kakipita utasikia ingekuwa enzi zangu. Maana yake sasa ameretire.
Ndio, kuna tuzee tunapenda umalaya, lakini Mungu alilipia wifi, kifurushi kimeisha, imekata. Kwa hiyo hawezi kusearch, hawezi kuingia mtandaoni, hawezi, wifi ime. Kaona kazee kana tamani wanawake. Hey, wameumbwa. Hey. Lakini katafanyaje? Wifi ni kamaraya kalitai.